Astaghfirullah. Ismaili. Kumbe ndo maana nilikuwa naumwa na UTI. Nikasema hiki nini? Kumbe kuna habari nzito. Mwili wangu ulikuwa unajiandaa. Kwa kuna vitu vingine vitoke, vitu vingine vingie. Hii siposema nazikwa. Hii siposema malengelenge narudi tena upya. Ismaili. Kutoka watu maskini ya Mungu. Sika ametoka mkoani haka hakana Ramadhani 2 haka na hisi kumekuja mwaka huu haka kusoma cherehani. Ismaili kama mimi nitakuchoneshea. Ungesubiri Ramadhani ishe kupe mbinu mimi mpuzi. Astaghfirullah. Hapa sasa isicheleweshi. Hii mapema tu. Nikaiseme. Nirudi huku. Nikimfuata huko za kaniona. Ila huko amenikopa sana washenzi. Wajinga nini hawa? Yule Kazuli. Muzatambi, Muzatambi. Najua napenda nini. Ila leo nataka unipikie daku tamu zaidi ya lile unalonipikiaga. Humu kuna viuono fulani hivi, mambo ya Tanga. Si unajua? Hilo limeisha. Lakini gesi nyumbani imeisha. Sio tunafanyaje? Mimi nikajua kubadilika huko tatizo ni nini? Kumbe tatizo ni gesi. Hilo kwangu ni tatizo dogo sana. Subiri. Hiyo ni 30,000. 25,000 utaweka gesi. Na hiyo 5,000 inayobaki utajua unafanyaje. Basi acha mimi niwahi msikitini, nikitoka tu nitakupigia. Nilijawa na tamaa, shetani kumsikiliza. Sikuona ni hatari, lengo kulitimiza. Muzatambi, Muzatambi. Kwanza afadhali nimekuona ndugu yangu Mr. Uzandu. Hivi Mr. Uzandu, wewe kwa nini kila kitu unakijua? Na kwa nini kila mtu anakufahamu, anakujua na wewe mwenyewe unawajua? Kwa nini? Wewe nani yani? Wewe ule ni vipi wewe? Wewe mbona uko nyuma wewe? Vipi baba? We baba, wewe ni swali la kuniuliza mimi, Mr. Uzandu? Najuaje vitu? Mimi nikwambie kwa ndani sasa. Hii nakupa siri wewe usije kwenda kusema. Kwa ndani mimi nilichanwa hapa kibada mdogo wakaniwekea moyo wa AI. Kumikia kitu kitokea tu nakijua na AI. Moyo wangu mimi ni AI. Sio haupo sawa. Kwa hiyo vitu vya huu mtami kwangu, huu mtaa mzima kwangu mimi ni kama sufuria ya tambi tu. Kama hizi tambi baba. Kwani zikipikwa tu harufu ikisambaa hivi waya. Kitu nakijua. Mr. Uzandu, mimi na maswali haya 3. Mengi hayo. Naomba unijibu kama nitavyokuuliza. Swali la kwanza. Wewe una ndugu na Juma Lokole? Usiseme Swali la pili. Miradi yao ndugu yako? Swali la 3 na la mwisho. Antilize shoga yako. Mama we. Ndugu yangu utauponza. Tuachane na habari hizo. Hivi unajua nini kuhusiana na Sherashi mtaani hapa? Sasa wewe Kidomole, ndugu yangu, unamuuliza Sherashidi kwa ubaya gani? Kafanya nini shehe watu? Bwana shehe mwema tu. Mimi namjua Sherashi ni shehe wetu wa dini. Anaelimisha mambo mazuri, anakataza mambo mabaya. Na yule ushe wake kipindi anapewa, nakumbuka ndiko wote madrasa moja pale Azihari kwa Kibuyu Songa. Tumesoma wote sisi pale kwa Shehe Twaha. Ndio yule akapewa ule ushe wake.
Walikuja kwenye maulidi siku moja, akapiga sana aya zake pale, kapiga sana, mtoto akaanza kughani. Shehe akasema huyu anafaa kuwa shehe wa kata, wakampa ushehe wa kata. Hivyo kuja huku da ndo wakauendeleza ule ushehe. Umeona bwana, kuna shehe mmoja mzuri tu ambaye anatoa sadaka anatulimisha mema. Ya changamoto yake ni moja tu jamani. Changamoto gani alikuwa nayo? Changamoto gani alikuwa nayo? We baba we, basi umefunga. Shehe Rashidi bwana, yule anachuma swahabu zake mchana vizuri tu, tena mchumaji mzuri haswa, lakini napofika usiku anazipunguza mwenyewe. Sasa Mr. Uzandu, wata kuongea nini? Ikifika mchana anavaa ngozi yake ya swala. Unamjua Kaspa? Sio anafanyaga hivyo. Anaruka Ile inapofika usiku sasa. Alafu anavaa ngozi ya mtu mzima, baba la baba, chui. Hatari hiyo. Naitwa Mr. Uzandu, mwenye moyo wa AI. Kila taarifa mtani naijua. Ila acha umbea. Tambi! Muza tambi, muza tambi, muza tambi, muza tambi. Sauti yake mitani, muza tambi. Apitapo mitani, akusanya vingiani. Alhamdulillah, angeniua yule. Dada Aziza, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngoja kwanza, unajua zamani mimi kabla ya kuuzauza tambi nilikuwa mtu hawa wanaitwa farmers and roundabout in beauties, yani watu wa maswala ya kuimbaimba. Sasa nina nyimbo yangu inaitwa alhamdulillah angeniua huyu Ismaili si mtu yani kama msukule. Jamani mimi Mr. Uzandu, mimi nilitarajia kukuona umebadilika katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe swaumu kali. Mimi nimebadilika. Dada Aziza, nimebadilika. Mwanzo nilikuwa naimba, we Mr. Uzandu, we njoo Uzandu. Mipiripiri mingi, mindimu ndo ziseme. Sasa hivi sipo huko. Sasa hivi nakwambia hivi, skali tone, nimeisahau ile. Sasa hivi nakwambia skali tone, maji tone zinaumuka. Umwile we dada mbona umesusa? Tambi za Mr. Uzandu. Kwa zamani nilikuwa nauza mindimu, minyanya, sasa hivi nauza tambi. Nimebadilika tayari. Lakini Dada Aziza, hizi nyumba hizi zina siri. Ni kawaida, ndo maisha ya kila binadamu. Kawaida kweli. Hata mimi sikushangaa sana kumwona Ismaili anatembea na dada yake Asha. Kawaida. Mr. Uzandu, hebu acha hizo mada. Alafu usipende kufuatilia mambo ya watu, yatakuja kukugharimu siku moja. Mambo ya watu. Hizi nyumba balaa. Sasa naona Ismaili jaona na wake wote hao ambao sasa hivi anaishi katika staili kimafungu mafungu. Unachagua tu. Kuna mkoa ukienda dada Aisha, ukienda na 300,000 unapata wanawake wawili na mdogo mdogo. Wanakuambia ukikua unakuwa pia mke wako. Hajawaona wote hao. Achana hapo. Ukienda pale wanapaita Zabu. Masi mwezi mtukufu Ramadhani, usiseme directly. Pale Zabu, ukienda pale Zabu wamejaa. Mpaka mtafute Asha chope dawa. Kwa nini lakini jamani? Kasusa. Limekuchoma, limekuingia. Alhamdulillah, nimeshalitoa. Kusema ukweli mimi ugonjwa wangu haujaisha. Ningebaki nalo hivi. Nimekaa siku moja hajafika, siku mbili hizi. Kidogo mambo yakaanza kuwa tafulani. Matatizo yangu yakaanza kunitoka. Ai. Yule malapa ndio. Huku ama huku?
huko ama kule, mambo ipi liko wapi Roma, huko ama kule. Mnashangaza nachokisikia huko nachokisikia kule, cha huku kikubwa. Sasa ni hivi, naomba muhakikishe hakuna kosa lolote linatokea leo, sawa? Hilo limeisha mkuu, hilo limeisha, tutafanyia kazi. Alafu Lady, mshike hii, mnampa mlinzi, sawa? Hakikisheni mnampa mlinzi hela yote hiyo, ili aweze kutoa mzigo wetu kwa wepesi, kusiwe na tatizo lolote. Yule ndio mlinzi wa kuweza kulinda mali zetu zinapotoka, sawa? Sawa sawa. Yeah. Nakuelewa mkuu. Labda ngoja nikutoe hofu. Kazi hiyo tutaifanya kama unavyotaka wewe, na naamini utafurahi. Sawa, ila sasa kwenye kazi maneno huwa hayajengi. Yaani itatakiwa vitendo, kazi kwenda mbele. Ingia, piga batua, tuondoke. Sawa? Sitaki mchezo. Jamani, mimi Mr. Uzando ningejiponza. Kumbe watu ni wabaya hivi. Yule baba mfupi lakini ana roho mbaya. Kwa hiyo hapa sasa ungesikia tu kwenye Taifa Habari pale PSG TV, mwanangu yule pale Abdul Latif kafuruma anakuambia pale, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa PSG TV. Mbaba mmoja alovaa suti yake kwa zima ameonekana kwenye mtaro. Habari kamili anayo Nuru Tupa. Sasa Nuru Tupa sio anakuja pale, tukiripoti kutoka sio itakuepo wapi? Sasa watanitupia wapi ya baba? Huko huyu kijana Mr. Uzando anaonekana kufuatilia siri za watu, kimemponza. Hii sisemi hii. Haya Mungu sisemi. Lakini sasa mimi siwezi. Sijaona umuhimu wa kugonga mlango kwa sababu ndani yenu kuna siri kubwa na ni mbaya. Mnajifanya wapole, wakimya. Kumbe ndani yenu kumejaa uchafu mnaoendelea kuufanya humu ndani. Hivi nyinyi mnafunga kweli au mnasindikiza wenzenu? Kinachokuuliza ni nini? Aibu Mimi nilikuwa nashangaa. Toka juzi humu ndani hali ya hewa imebadilika. Nikawa najiuliza kuna nini? Kumbe ni nyinyi wapumbavu wawili tu mnasababisha hali ya hewa kuchafuka. Lakini dada, sio mimi. Sio wewe. Kumbe ni nani? Ismaili anaweza kuyafanya haya yote peke yake? Asha, hili jambo siwezi kulifumbia macho. Ni lazima baba jioni akirudi nimweleze. Muzatambi, 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 Muzatambi,